umekuwa wa kwanza kuifuatilia Kichafue TV na kupa fursa ya kujua mengi ambayo yanaendelea duniani, kubwa tukiangazia michuano mikubwa kabisa barani Ulaya, UEFA Champions League, ambapo jana mkondo wa pili ulifanyika katika uwanja wa Stadio Giuseppe Meazza, Milano, Italia, ambapo Inter Milan walikuwa nyumbani wakimkaribisha Barcelona, moja kati ya mechi ngumu sana ambayo ilikuwa inaangazwa kwa ukaribu na wadau wote ulimwenguni kuangalia namna gani mambo yatakavyokuwa. Leo mkondo wa pili utakuwa ni mgumu sana tena sana, nikiwa na maana kwamba Arsenal atasafiri moja kwa moja mpaka kwenye mji mkubwa wa Paris Saint-Germain kuweza kuwakabili vijana wa Paris Saint-Germain. Arsenal ambaye atakuwa katika uwanja wa Parc des Princes Paris, France, akijaribu kutafuta alama ili kwenda katika hatua inayofuata kwa aggregate, ambapo alibamizwa akiwa nyumbani. Lakini focus kubwa tunaangazia moja kwa moja mchezo wa jana, ambapo mechi ilikuwa ngumu ya kukata na shoka, aggregate 7-6. Niko hapa na Azuka pamoja na Mio kiundani zaidi, watafanya tathmini ya kina. Azuka, karibu sana katika michuano hii mikubwa ya UEFA Champions League. Kwanza tuanze kuangazia mchezo wa mkondo wa pili ambao ulifanyika kule Meazza na anaondoshwa Barcelona kwa aggregate 7-6. Pengine nini hasa kilichagiza miamba hii ulimwenguni ambayo imejenga historia kubwa katika michuano hii kuondoshwa mapema sana katika hatua nusu finali? Nashukuru sana kwa kunikaribisha tena kwa mara nyingine, kwa sababu ni muda mrefu kidogo toka tumeangazia hii michuano mikubwa ya UEFA Champions League, na huu ni msimu mwingine ambao tunaona tulifikiri Barcelona wamejijenga zaidi. Hata ukiangalia walianza kufanya usajili zao wakijenga kikosi, lakini mambo yamekuwa magumu mbele ya Inter Milan. Hawa walinzi wakali zaidi ambao ukiangalia katika upande wa nyuma wanalinda vizuri Inter Milan. Ukimwangalia Benasome alikuwa katika upande wa ushambuliaji, katikati palikuwa na Bestoni, lakini alikuwepo na Habi alikuwa katika eneo la kati, alikuwa katika eneo la ushambuliaji. Ukiangalia defense ambayo ilikuwa ni ngumu, Tiani alikuwepo, Di Marco alikuwepo katika eneo hilo la defense. Maana yake wa Italy ni wazuri zaidi katika eneo la defense kuliko eneo la ushambuliaji, lakini kwa mwaka huu wametuonesha Italy katika maeneo yote wamejengeka vizuri, sio eneo la attacking, sio eneo la ulinzi, kwa sababu 7-6 aggregate ikisoma na Barcelona anaondoshwa. Ni dhahiri wazi kwamba walinzi wa miamba yote miwili hawakuwa bora kwenye mchezo wa kwanza wa mkondo wa kwanza, alikadhalika mchezo wa mkondo wa pili walikuwa bora, lakini kitu ambacho kimefanya hali kuwa hivyo ni kwamba mechi imekuwa open. Timu zote zinatamani kuvuka kwenye hatua hii kwenda katika hatua finali. Ndio maana unaona timu zilifunguka, timu zilicheza kiuwezo, timu zilishambulia, zilicheza direct football, na ndio maana lazima magoli mengi tumeiona katika usiku wa jana pamoja na wiki iliyopita ambayo mechi imepigwa kule Spain. Haya, tukiangazia tena kwa upande wa pili, tukiangalia katika engo hiyo moja, tukiamaliza kwa haraka kabla kwenda kwenye mechi ya pili, wewe unapewa sekunde takriban chache tu. Lamine Yamal, moja kati ya mshambuliaji hatari kabisa kwenye klabu ya Barcelona, jana ameshindwa kuivusha klabu yake kwenda katika hatua finali. Pengine inaonekana zaidi wazi kwamba mengi yalikuwa yanazungumzwa, anafananishwa na Lionel Messi kwenye kati alizokuwepo, high performance yake inayoonyesha haijamvusha Barcelona. Na jana ulimpa chapo Barcelona kubwa sana ya kwenda katika hatua finali. Messi atabaki kuwa Messi, lakini pia Yamal atabaki kuwa Yamal, kwa sababu katika sanaa ya ufungaji bado Messi yuko juu. Huwezi kufanisha Messi pamoja na Yamal. Lakini pia licha kwamba nizungumza kitu kimoja kwamba Barcelona huenda akafanya mambo makubwa sana siku ya hapo jana. Ni kweli alionyesha performance nzuri, lakini dakika za mwishoni kabisa anakuja kuweza kuruhusu bao ambalo Inter Milan waliweza kusawazisha. Kwa hiyo ni mchezo ambao ulikuwa ni mgumu pande zote, ambao ulidhihirisha kweli ni mchezo wa hatua ya nusu finali. Asante. Tukiachana na Barcelona, leo hii mkondo wa pili kwenye mechi ngumu nyingine ambayo inakwenda kufanyika katika uwanja wa Parc des Princes Paris Saint-Germain, ambapo vijana wa Paris wanamkaribisha Arsenal. Mechi ya mkondo wa kwanza ilimalizika pale katika uwanja wa Arsenal kufungwa goli 1-0. Leo hii anatafuta alama nyingine kama anaweza kumuondosha Paris akiwa nyumbani. Mengi yanazungumzwa, lineup ya Arsenal haijabadilika sana. Moja kati ya watu ambao wanamuongoza Arsenal ni Saka, Trossard pamoja na Martinelli. Bado fomu yao haikuwa nzuri katika mkondo wa kwanza. Pengine kwa haraka kabla tuteja kwa Azuka, tukirejea kwako wewe mwenyewe Miho, washambuliaji wa mbele wa Arsenal wameshindwa kuibeba Arsenal kwenda katika hatua ya mkondo wa kwanza kuweza kupata magoli mengi, na wanakwenda kule kwa matajiri wa Ufaransa ambako Lumba Motema na Ngai inapigwa. Wasiwasi wako ni nini wakiwa katika uwanja wa Paris Saint-Germain? Bado mimi napata wasiwasi kwa sababu Arsenal katika mchezo wa kwanza aliweza kutengeneza nafasi nyingi, lakini pia hawakuweza kufunga mabao, kwa maana kwamba convert hizo nafasi kwa magoli. Lakini kwa kuelekea katika mchezo wa leo bado wasiwasi ni ule ule. Kama mchezo wa kwanza waweza kutengeneza nafasi lakini hawakuweza kufunga magoli, anakwenda katika uwanja ambao ni mgumu wa Parc des Princes ambao wanaotumia PSG. Kwa naona kwamba ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu. PSG ni timu ambayo imebalance na msimu huu wamekuwa na kikosi ambacho ni bora, timu ambayo imeweza kufanya vizuri katika ligi ya nyumbani, lakini pia kimataifa imeweza kufika katika hatua ya nusu finali. Bado namuona PSG
huenda akafanya vizuri zaidi licha ya kwamba mchezo bado uko on. Asante, tuingie kwa Azuka kwa kumalizia tu kwa haraka. Washambuliaji watatu wa mbele wa timu ya Paris Saint-Germain, Dembele, Doué tunamzungumzia, lakini tunamzungumzia Lascaglia, moja kati ya washambuliaji hatari sana, nyuma yao wakiwepo Marquinhos pamoja na Hakimi. Pengine washambuliaji wa Arsenal wanaenda kukabiliana na timu nyingine ambayo katika mkondo wa kwanza waliweza kubamizwa vibaya kabisa katika ardhi yao England. Tutarajie nini kwenye mchezo wa leo? Arsenal akiamini katika kupiga pasi fupi na kufika haraka kwenye lango la timu ya Paris, lakini Paris akijaribu kuwajibu kwa counter attack. Kama ulivyosema ni mchezo mgumu sana. Unajua Paris Saint-Germain walipokuwa katika hatua ugenini huwa wanakuwa wana mchezo mzuri, na ndio maana unaona walipata matokeo mbele ya Arsenal goli 1-0, na ukiangalia goli iliyofungwa na Dembele ambaye zamani alikuwa ni mwajiri wa Barcelona. Barcelona pia akaja Arsenal ameondoka pale, amekwenda sasa yuko kule Ufrensi. Na hiki ninachotaka kusema kwamba mchezo huu wa marudiano leo ni mchezo mgumu zaidi, kwa sababu Arsenal ni mzuri hata ugenini. Angalia mchezo uliopita dhidi ya Madrid alishinda kule Santiago Bernabeu, na leo anakwenda France, anataka kuionyesha dunia kwamba tunaweza kushinda popote, sio nyumbani tu, hata ugenini tunashinda. Lakini kubwa zaidi ni kwamba labda tuone ubora zaidi wa Bukayo Saka kama atakuwa ni mzuri katika mchezo wa leo, kwa sababu huwa anachangia vizuri zaidi kuhakikisha timu yake inapata ushindi. Ukiangalia kwa upande wa ushambuliaji Arsenal kama ulivyosema, Trossard, Saka pamoja na mshambuliaji mwingine huyu Martinelli, ni hatari zaidi katika ile eneo ambao Arsenal wamejiweka vizuri. Labda kwa makosa aliyofanya kwenye mchezo wa jana, kuna masahihisho wamefanya, tunafikiria vizuri katika mchezo wa leo mwalimu atakuwa ameona matatizo yalikuwa yamefanyika na akaitengeneza timu yake vizuri, kapata ushindi. Lakini mchezo ni mgumu, naweza nikasema kwamba na uacha uwanjani yoyote anaweza akapata matokeo. Maana yake game iko on mpaka sasa. Basi kwa tathmini fupi na uchambuzi wa kina kuhusiana na michezo miwili ambayo mmoja umefanyika hapo jana katika mkondo wa pili, ambapo Barcelona alisafiri moja kwa moja mpaka kwanza kwenda Miaza katika uwanja wa Inter Milan, akabamizwa jumla ya aggregate ya magoli 7-6. Mkondo mwingine wa pili unafanyika leo katika uwanja wa Paris Saint-Germain kule Ufaransa. Matajiri hawa wanamkaribisha klabu ya Arsenal. Pengine nini cha kufikiria kwa haraka? Arsenal atakwenda katika hatua inayofuata au Paris atakwenda? Paris mguu mmoja uko ndani. Hii ni Kichafue TV, ndio kufuatilia kwa tathmini ya kina. Mio Azuka pamoja na Kuksiando wanakuletea kila dakika na sekunde kile ambacho kinachomoza duniani.